Kimsingi kama taasisi, kirefu cha Mkode ni Movement for Community Development. Ni taasisi ya wazawa ambayo makao yake makuu yapo Songea na imesajiliwa mwaka 2019. Ni NGO ambayo inafanya kazi kwenye miradi mbalimbali ya kilimo na mazingira. Tulianza kufanya kazi mkoa wa Ruvuma, lakini sasa hivi tunafanya kazi nyanda za juu kusini kote, kwa maana kuanzia Iringa, Njombe, Ruvuma yenyewe, Songwe, Mbeya na Rukwa na Katavi. Tunaendelea kuongeza hivyo kadri ambapo tunapata miradi tofauti. Lakini nikijikita zaidi kwenye swala la mradi huu ambao umetuleta leo, kwa maana mradi wa soya. Kama taasisi kwa kushirikiana na wadau tofauti ambao tuko nao kwenye mradi, kama alivyoeleza mwenzangu kwamba tuko sisi kama Mkode ambao tunatekeleza chini huku kwenye kuhakikisha shughuli zinaenda. Wapo wenzetu wa PASS ambao wanadhamini hii mikopo ambao wanapata wajasiriamali au wakulima, lakini tuna wenzetu wa ACOT na tuna wenzetu wa Norway ambao wenyewe ndio wanafadhili huu mradi. Kwa hiyo kuna mambo kama matano ambayo kimsingi mradi umelenga kwenda kutibu kwenye jamii. Tunaamini jamii nyingi ambazo tuko nazo za wakulima wana vitu vingi sana wanalima, lakini tunaleta hili zao jingine. Kuna maeneo mengine walikuwa washazoea kulima, lakini kuna wengine kwao inawezekana ndio kwanza ikawa ndio chachu ya kuanza kulima hili zao la soya. Kwa hiyo ni kama sehemu ya kuongeza kipato kwa mkulima. Sasa namna gani mkulima anaongeza kipato kama ila anaanza ama la ndio anaendelea kwenye kilimo cha soya? Kuna mambo kama matano. Cha kwanza ilikuwa ni kuongeza uzalishaji kwenye zao lenyewe la soya. Of course tumekuwa tuna uzalishaji wa muda mrefu kwenye zao la soya, lakini tija hasa kwenye haya maeneo uzalishaji ilikuwa ni kidogo. Kwa lengo pia ni kuongeza uzalishaji wa zao la soya. Sasa kwenye hili zao la soya unaongezaje uzalishaji? Kwanza ni kuhakikisha kwamba una upatikanaji wa mbegu au tuseme vitendea kazi vyote, kwa maana kama mbegu, mbolea, kama ni madawa, chanjo, vyote vinapatikana kwa mkulima ili aweze kuongeza uzalishaji. Lakini jambo jingine ni kuongeza utaalamu. Tunaamini kwa kushirikiana na halmashauri na kimsingi kwa muktadha wa hiki kikao, kuona namna gani sisi wadau ambao tunataka kusukuma hili zao la soya tunashirikiana na wataalamu wa halmashauri kwenye kusukuma hili zao la soya. Kwa hiyo ni sisi na nyinyi kimsingi tunataka tushirikiane kwenye kusukuma hili zao la soya. Kama mkoa tuliadhimia kwamba twende na mifumo miwili ya ufanyaji biashara kwenye zao la soya, kwamba tuwe na mfumo wa stakabadhi, lakini pia tuwe na mfumo wa mikataba, kwamba mkulima aingie mkataba na mnunuzi kabla hajaenda kuzalisha. Kwa hiyo mkulima tunajaribu kuweka hii mifumo yote miwili ya masoko ili kwamba mkulima awe ana namna zote mbili za kulima hili zao la soya. Kwa kuna mwingine kama bei itakuwa nzuri kwenye stakabadhi, basi mkulima atapeleka kwenye mfumo wa stakabadhi. Kama bei itakuwa nzuri kwenye mfumo wa mkataba, basi mkulima, sababu yote kwa yote tunahangaika ili mkulima aweze kupata bei nzuri. Inaonekana kwa tafiti nyingi zilizofanyika ni kwamba hii mikoa ambayo tunazalisha sana chakula, ukianza Ruvuma yenyewe, ukija mikoa kama Iringa, ukija Njombe, pengine na Songwe, ndio mikoa ambayo pia inaongoza kwa udumavu. Kwa hiyo inaonekana hii mikoa tunazalisha sana, lakini matumizi ya sisi wenyewe ni madogo. Kwa hiyo tunauza zaidi kuliko kutumia sisi wenyewe. Kwa hiyo moja ajenda ilikuwa ni kwamba tuongeze matumizi ya soya kwenye jamii zetu sisi wenyewe, sio tu kuuza. Kwa hiyo kwenye huu mradi pia moja kitu ambacho tunaenda kutibu ni kwamba tunaenda kutoa elimu kwa wakulima wenyewe, tuongeze matumizi ya soya majibandi kwetu ili kupunguza hii kero ya udumavu kwenye jamii sisi tulionao. Itasaidia wakulima kuanza kutumia soya kama chakula, pengine kama ni uji nyumbani, uji wa lishe na vitu kama hivyo. Bahati mbaya tumezoea tu lishe ya watoto wadogo, na pia kina mama ndio watakuwa wataalamu zaidi. Lakini lengo ni kwamba soya kwenye upande wa kuongeza thamani ni kwamba soya itumike zaidi kwenye majumbani, lakini pia kwenye hichi kisehemu cha kuongeza kusema value addition. Pia kuna baadhi ya maeneo tumeshaanza, tunaweka mkakati kwenye baadhi ya mashule. Tumeanza na shule, kwa mfano bahati mbaya tu kwa Tunduru tulichelewa kuanza mradi. Tumeweka mashamba darasa kwenye hizo shule za msingi na shule za sekondari. Lengo ni kwamba tunaanza kuchagiza ile uzalishaji wa zao la soya, lakini pia tuna mpango mwezi huu, pengine mwezi wa 8 au 9, kuna baadhi ya shule tutapeleka huduma ya kuhakikisha wakulima wanafunzi waweze kupata pengine huduma hata ya maziwa ya soya, kwa sababu kuna namna soya inatengenezwa kupitia mashine fulani ambazo au blender ambazo zinatoa maziwa ya soya ambayo wanafunzi wanaweza kawa wanatumia shuleni.
Kwa hilo ndio lengo kwenye huu upande wa kuongeza thamani. Lakini pia kuna kwenye kuongeza thamani, kuna wale wadau wengine ambao wakubwa kiasi wanaweza kuwa wanahitaji pengine mashine za kuongeza thamani kwenye zao la soya. Ndio maana tuko na wenzetu wa PASI ambao watakuwa wana namna ambao wanawapa mitaji ili waweze kukopesheka huo upande. Na kwa mradi wenyewe kimsingi ulivyokaa ni kwamba una bajeti ya bilioni 12 kwa miaka mitatu. Sasa bilioni 6 ni kwa ajili ya utekelezaji, lakini bilioni 6 nyingine ni kwa ajili ya kuwawezesha wakulima kwa wenzetu wa PASI ili wanawadhamini wana bilioni 6 ambazo kwa ajili ya kuwadhamini wao wakulima.